bado nipo tunatafuta kazi nzuri. Oh, kama utojali kipindi hiki kazini kwangu anasajili wafanyakazi wapya, unaweza leta CV zako. Jamaa akashtuka kama zari hivi, na binti anahusika katika kitengo hicho cha usajili. Kesho yake asubuhi na mapema bila kuchelewa, jamaa akafika ofisini hapo. Mara kidogo tu meneja anaingia na grupu la wafanyakazi, anaanza kuwalaumu pale. Kuna kazi wameapa lakini hawajatekeleza kwa muda uliopangwa. Nahitaji mtu mmoja anaelezea hapa nini shida. Sasa jamaa alikuwa hajatulia. Wewe hapo msumbufu, unaweza kunielezea nini shida? Jamaa ghafla alichaguliwa yeye. Ila kwa vile swali aliloulizwa alikuwa analijua vizuri sana, akaanza lielezea pale na kutoa ufafanuzi wa kina sana, kana kwamba ni mzoefu. Aliongea kwa kujiamini mno. Meneja mwenyewe akamkubali, amejibu vizuri sana. Unaitwa nani wewe? Naitwa Manikandi. Madam, huyu mtu mbona tumjui kazini hapa? Nini? Wewe nani? Mimi nimekuja kwa ajili ya interview hapa. Ni ndugu yake na Sanjana. Aha, basi meneja ikabidi aingie naye kwenye interview. Akakagua CV zake vizuri kabisa pale, na jamaa akajielezea vizuri vya kutosha. Baadaye jioni akiwa anasubiri zake majibu, Sanjana alikuja na barua. Mshikaji akaifungua fasta kuisoma hivi akashtuka. Mbona nimepewa nafasi kubwa hivi kuliko niliyoomba? Binti kuangalia naye hivi, kweli bana. Mania akaona sio kweli, kabidi akaulize kwa meneja. Meneja anamjibu, hatujakosea, unastahili hiyo nafasi. Kwanza una vyeti safi kabisa, ili una confidence, una uwezo mzuri wa kueleza changamoto na solution zake. So tukutane Jumatatu, uje ujiandikishe rasmi, jina lako liingizwe kwenye mfumo. Aisee, zali la mentali hili. Mchizi alifurahi kinoma, alirudi kwa mwanae. Kwanza siku hiyo akagonga pisa ya nguvu, baba akapata kazi tena cheo cha juu. Waliuchapa hapo mpaka asubuhi. Bila kuchelewa, Mchizi Jumatatu asubuhi akachukua baiki yake mpaka ofisini hapo, anasubiri maelekezo sasa. Kidogo tu alikuja mkurugenzi wa kampuni na kumwambia, samahani, ile nafasi iliyobidi upewe wewe kapewa mtu mwingine. Mimi nikajua alishakwambia weekend hii. Hapana saa, mtakuwa mmejichanganya. Mimi tayari nilishapata, nina barua appointment hapa. Mnaweza kwenda muuliza Sanjana. Sasa huyo Sanjana ndio aliyepeleka nafasi hiyo kwa mtu mwingine, maana ndio anahusika na kitengo cha usajili. Mimi nafikiri hajapenda kuona wewe umepata cheo kikubwa zaidi yake na chenye mshahara mnono zaidi yake. I say, Mchizi alishua pozi kabisa. Upande wa pili binti Sanjana anapigiwa simu apokei. Mania akaamua mfuate alipo. Samahani, nilikuwa busy kidogo. Ile nafasi kapewa mtu mwingine. Kwa nini nilikufuata kukuomba kazi? Hapana, kumbe ulihitaji nifanikiwe kupitia jina lako, lakini sio niwe na mafanikio zaidi yako, sio? Mchizi akapiga meza kwa hasira. Kisha huyo akajikataa zake. Anawasha pikipiki hivi haitaki kuwaka. Tupa begi kule kudadeki. Msela alimuuma kinoma. Aliongea device haya. Exi mbwa. Sasa Mchizi ndo kajichanganya kang'atwa kalio. Okay, baadaye namfuata mwanae shule, anakuta kaumia. Nani kakuumiza Aditya? Ni Sanjay huyo, kila siku ananionea. Kisa na mnyima keki. Twende unaoneshe uwe Sanjay. Yule pale anajificha. Oi mzee, mjukuu wako akimgusa tena mwanangu na mng'oa meno. Mjukuu wangu? Unasemaje kijana wewe? Huyu ni mwanangu, sio mjukuu wangu. Tuheshimiane kijana. Wewe mzee, toka hapa. Kijana utajuta nakwambia. Unanizalisha mbele ya mwanangu. Utajua mimi ni nani. Mzee aliamsha noma bana mpaka kituo cha polisi jamaa na mwanae. Mzee anataka ifunguliwe kesi pale. Mwamba amemfanyia fujo na kumzalilisha mbele za watu. Yaani mbele ya mwanawe. Inabidi anuse kwa pala jela kwanza hata siku 2. Mzee alikuwa mtata kinoma yani. Kijana kayakanyaga. Baba, njaa inauma, tutaenda nyumbani saa ngapi? Subiri mwanangu. Anko Amite anakuja sasa hivi kukuchukua. Baba, mimi siende nyumbani bila wewe. Ngoja nikaombe ruhusa kwanza. Samahani apande, ninaweza kulala na baba yangu hapa leo? Au ba mkubwa, msamee baba yangu turudi nyumbani. Mzee akaona mbona dogo anatia huruma sasa. Ikabidi agairishe kesi kwanza yaishe. Baadaye kidogo Mania alikaa na mzee na kumomba msamaha. Kweli alimvunjia heshima sana. Akajikuta anamhadithia mkasa wote uliomkuta siku ya leo ulivyokuwa mbaya sana kwake. Mzee alimuelewa sana. Anajua changamoto anazopitia wanaume. Okay, sikia, kuna rafiki yangu mmoja hivi ni bosi wa kampuni kubwa sana. Nenda pale kesho kajitambulisha kwa jina langu. Mimi nitaongea naye usiku wa leo. Kuna nafasi pale. Kafanya interview upate kazi. Jamaa akashangaa. Mzee, sistahili hili kwa jinsi nilivyokuvunjia heshima. Acha zako. Mimi nimekusaidia kama ndugu yako, kama kaka yako, usijali. Mshukuru mwanao sana. Mnaonekana ni watu wazuri. Zali la mentali la pili li jamaa anapata. Okay, kesho yake asubuhi na mapema anafika mpaka